Tukio lilitokea tarehe 1 mwezi wa 6 na taarifa nilizipata mimi ilikuwa saa sita mchana na nilikuwa safari, nikapigiwa simu. Nilikaa kama lisali moja hivi nikatumiwa meseji kwamba mzee, na kutoa hofu, mtoto wako naye adai kwamba anadai milioni 20 ndipo anirudishie mtoto wangu. Nikapiga simu, namba haikupokelewa. Baadaye nikatumiwa meseji kwamba piga acha ujinga, tuma meseji. Kaanza kutuma meseji, wewe ni nani na unataka na una shida gani? Baada ya hapo nasema kwamba wanadai milioni 20, wanadai milioni 20 ili mtoto wangu amrejeshe. Na mimi nikamwambia, jamani, pesa sio shida, shida mimi nataka mtoto wangu arudi akiwa salama. Tuliendelea kuchati naye, yeye hakutaka kuongea. Nilipofika mida ya saa 11 jioni, wakanitumia meseji kwamba piga uongee na mwanao. Na kweli nilipiga nikaongea na mtoto wangu. Nikamuuliza, umekula? Akasema amekula. Lakini upo salama? Nipo salama. Basi na mimi nipo kwenye safari, nitakukuta mama. Akasema hamna shida. Ndio tukaachana hivyo. Asubuhi wakanipigia simu tena, wakaniuliza, mzee umeshafika? Nikamwambia bado. Mzee, fanya haraka, sisi tunataka hela. Sema pesa sio shida, mbeni msubiri nirudi, masuala ya pesa tutayamaliza. Na ilipofika saa 4 nikaongea na mtoto tena saa 4 asubuhi hiyo tarehe 2. Namuuliza, mwanangu umekula? Nimekula. Ndio. Sawa. Leo mtoto akauliza, baba umeshafika nyumbani? Nikamwambia bado sijafika nyumbani mama. Baada ya hapo akakata simu. Jioni tena akanipigia simu, anasema, mzee mbona umekaa kimya? Niuliza, chagua kitu kimoja. Unaona? Chagua kitu kimoja. Kiungo gani cha mwili ambacho nataka tukuletee ili ufanye mazishi ya mwanao? Nikamwambia hapana, pesa jamani nawatumia. Ipita kama siku 3 nikatuma kama milioni 5 na laki 5. Na wakasema kwamba hiyo pesa tumeipata na mwanao tutakuletea. Kesho yake wakasema hii pesa imetumwa kimakosa, imekatwa sana, tunaomba mzee ongeza milioni 1 na laki 7. Nikaomba kupunguziwa, wakakubali kunipunguzia, nikatuma tena milioni 1 na laki 5. Baada ya hapo wakasema tuma laki 1 ya maji, tena nikawatumia laki 1 ya maji. Baada ya hapo kesho yake ambayo ilikuwa hii jana hii saa 12 asubuhi, na wakanipigia simu wakasema kwamba niwatumie laki 2 wameishiwa mafuta wapo Benako, na sikuwajibu chochote. Baada ya pale wakatuma tena meseji kwamba mzee, mbona unaonekana kama kaidi? Kaambia nikatulia tena hiyo, wakarudia tena kutuma meseji. Baada ya hapo wakapiga, walipopiga hakuongea chochote, walikuwa wanaongea tu wenyewe. Baada ya hapo wakanitumia meseji kwamba hii sauti umetambua? Nikasema hapana, sijaitambua. Wakasema mzee, tuma haraka hiyo hela, sababu sio mtoto wako tu ambao tunatakiwa tumlete, wapo wengi. Na sasa hivi sisi tupo poli. Nikasema jamani, pesa nawatumia saa 8. Sasa hivi natafuta pesa kwanza. Nimeishiwa hapa, nimeishiwa hela. Baada ya hapo wakasema watanitafuta saa 8, au wakasema kwamba simu wanazima ili wakiwasha simu wakute hiyo pesa. Baada ya hapo hawakunitafuta tena, nikapata taarifa kwamba mtoto amekamatwa. Mtoto Paulina ni huyu, anasoma darasa la 1 na wenzake wale pale wanaosoma naye. Aliyemuiba mama ni huyu hapa, na yeye anasema alitumwa na mume wake. Sasa mume wake tumemkamata, tunaye kwa taratibu za kisheria. Mume wake hakuja kumchukua hapa, si ndio? Wao wataenda kuelezana mahakamani, lakini mume wake Charles tunaye polisi pale Nzega. Aliyemuiba mtoto ni huyu mama, na walimu wote hapa walimuona, na watoto wanaosoma na huyu mtoto walimuona. Viongozi mpaka leo kama mnavyosema, mpaka watoto wanaogopa kuja shule kwa sababu ya tukio. Sasa tungemkamata alafu tukakaa naye kimya,
msingeelewa serikali kama inafanya kazi. Nikasema lazima tumlete hapa kwenye kikao cha wazazi na wananchi wote wa kata hii na kijiji hichi na wanafunzi wote wamuone huyu mama ndiye aliyekuja kuiba mtoto hapa shuleni. Baada ya hapa tutarudi naye, atakaa polisi, baadaye atafikishwa mahakamani yeye na mume wake. Wazazi wa mtoto huyu hawa ambao ni mjomba wa mume wake na huyu dada, jamani, tumemleta ili mumuone. Tumefanya makosa? Hili ni fundisho, si ndio? Mjitahidi kila mmoja muwe makini na watoto wetu na walimu wetu. Afisa elimu yupo hapa, muwe makini pia na watoto madarasani. Jitahidini sana, hakikisheni kila anayefika hapa anamhitaji mtoto yeyote, lazima tuwe na uhakika wa wazazi wake. Tusije tukatoa mtoto wa mtu siku nyingine kwa namna hii. Hili ni fundisho wote limetufundisha. Mimi limenifundisha, walimu limewafundisha, hata maaskari wetu limewafundisha. Sawa sawa, ndugu zangu, kama mnavyoumia nyie, nimewaambia kwamba rais wa nchi hakulala kwa sababu ya mtoto. Makamu wa rais hakulala kwa sababu ya huyo mtoto. Waziri mkuu wa nchi hii amenipigia simu mara 7. Hakulala kwa ajili ya huyo mtoto. Waziri wa mambo ya ndani hata simu zake hazihesabiki kwa sababu ya huyo mtoto. Waziri wa maendeleo ya jamii, nafikiri yeye hakuwahi kulala siku 10 kwa sababu ya huyo mtoto. Lakini aliyefanya ni huyu mama ambaye nimesema mama wenzenu mumuone. Baada ya hapo, ndugu zangu, na washukuruni sana kwanza kwa kujitokeza wengi. Mmejitokeza kwa wingi na ndilo lilokuwa lengo langu, mumuone, lakini pia na nyinyi mjifunze kitu. Asanteni sana kwa kuja. Mungu awabariki sana. Unathibitisha aliyekuja na polisi ni huyu ambaye alimchukua mwanafunzi Paulina, kwa sababu aliingia ofisini na mimi nikiwepo na nikamwona kwa macho yangu. Pamoja na kwamba mtoto amepatikana, tumepata furaha, lakini bado tuna huzuni, maana na ile wasiwasi na oga. Tunawazuia hata watoto wetu kuja shuleni tukijua kwamba sasa hivi wameshatambua kwamba tukienda kujionyesha shuleni hatuwezi kufanikiwa, bali tuna wasiwasi kwamba wanaweza wakawa wanawateka watoto wetu njiani wakati wanatoka shule au wakati wa kwenda shuleni. Cha kwanza, ametudhalilisha wamama, kuiba mtoto wetu katika shule ya msingi Burunde. Hivyo basi niwaombe wamama wenzangu, huyo mama kwa kitendo hicho kifanya cha kutudhalilisha, tuwe makini na watoto wetu. Ukifikiwa na mtu anakuomba mtoto kwamba anaenda kumfanyia kitu fulani, usimruhusu mtoto. Na tunaomba huyo mama wakamshikilie, na wala tumuhitaji kurudi katika eneo letu, akatokomee, wala asirudi kabisa, asionekane maeneo ya wilaya yetu, kata yetu, mkoa wetu pia.